Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya 4 ya mwaka wa 2025. Mada kuu katika robo hii inasema mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Tumejifunza somo la kwanza linalosema mbinu kwa ajili ya mafanikio, na juma hili tunaenda kuliangazia somo la pili, somo linalosema kushangazwa na neema. Hii ni kwa ajili ya Oktoba 4 hadi 10 mwaka huu wa 2025. Kwa ajili ya somo la juma hili tutasoma Yoshua sura ile ya 2 aya ya 1 hadi 21, Hesabu sura ya 14 ya 1 hadi 12, Waebrania 11:31, Kutoka sura ya 12 aya ile ya 13, Yoshua sura ya 9 na Nehemia sura ya 7:25. Waebrania 11 aya 31 ndiyo fungu letu la kukariri linalosema, kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Kwa nini nimefanya hivi tena? Pengine sote tumewahi kusema hivi. Hata hivyo, si kwamba tu historia huwa inajirudia, bali pia binadamu kwa ujumla hufanya hivyo. Na kwa umahususi sisi wenyewe, ni mara ngapi tunarudia makosa yale yale? Israeli ina nafasi nyingine ya kuingia kwenye nchi ya ahadi, na Yoshua anauchukua utume huu kwa uzito kabisa. Hatua ya kwanza ni kuelewa vizuri sana kile wanachokabiliana nacho. Hivyo anawatuma wapelelezi wawili ili wamletee taarifa ya maana kuhusu ile nchi, mfumo wake wa ulinzi, utayari wake wa kijeshi, ugavi au upatikanaji wa maji na mtazamo wa wakazi wa ile nchi katika kukabiliana na nguvu ya uvamizi. Mtu angeweza kufikiria kwamba ahadi ya Mungu ya kuwapatia Waisraeli nchi isingehitaji jitihada yoyote kutoka kwao. Lakini uhakika wa kuungwa mkono na Mungu hauondoi wajibu wa mwanadamu. Israeli inasimama mpakani mwa Kanaani kwa mara nyingine. Matarajio yako juu, lakini mara ya mwisho Israeli ilipokuwa kwenye mpaka huu na ikawa na jukumu hili, matokeo yalikuwa kushindwa kiasi cha kukatisha tamaa. Juma hili tutachunguza visa viwili kati ya visa vinavyovutia sana vya kitabu cha Yoshua na kugundua umuhimu wake kwa imani yetu leo. Neema ya Mungu ina uwezekano usio na kikomo wa kutushangaza. Jifunze somo la juma hili ukijiandaa kwa ajili ya Sabato ya Oktoba 11. Siku ya Jumapili tutajifunza mada inayosema nafasi nyingine. Jumatatu, thamani katika mahali pasipo tarajiwa. Jumanne, utii mpya. Jumatano, maadili yanayopingana. Alhamisi tutajifunza mada inayosema neema ya kushangaza, na katika siku ya Ijumaa tutakuwa tukijifunza zaidi. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, kumbuka hii ni robo ya 4 mwaka huu wa 2025. Mada kuu katika robo hii ikisema mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Juma hili tukiangazia mada hii, ni kualike usipange kukosa katika kujifunza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.